Mtu mmoja alisema hivi: mtu anayekusaidia wakati wa uhitaji wako, mtu mmoja anayekusaidia wakati wa uhitaji wako ana thamani kubwa kuliko marafiki 100 wanaokusaidia wakati wa furaha yako. Mtu mmoja anayekusaidia wakati wa matatizo, thamani yake ni kubwa kuliko marafiki 100 ambao watakusaidia wakati wa raha, wakati wa furaha. Ni rahisi sana watu kukupa michango na fedha na vitu wakati wa sherehe kuliko kukusaidia wakati wa matatizo. Ni rahisi sana watu wakakusaidia wakati wa sherehe. Ukiwa unahitaji mchango ya harusi, au unaipata kwa urahisi, watu watakuchangia. Lakini kwa nini mtu akiwa na matatizo, nguvu ile ile inayotumika kumsaidia mtu wakati wa raha, kwa nini wakati wa matatizo mtu anaachwa na matatizo yake? Ukiwa na hela utakuwa na marafiki wengi, kila mtu atakuwa rafiki yako. Wazuri watakuwa marafiki zako, wenye sura nzuri. Wenye sura mbaya pia watakuwa marafiki zako. Watu wenye elimu watakuwa marafiki zako, wenye fedha watakuwa marafiki zako. Lakini siku ukipata matatizo, ukafilisika, ukaishiwa, ukawa huna hata nauli, wale wote waliokuwa marafiki, mliokuwa mnaenda kwenye sherehe pamoja, mnakula pamoja, mnachoma, mnapiga nyama choma pamoja, hautamuona hata mmoja. Kila utakayempigia simu atakuwa anaangalia hivi, huyu naye matatizo yake anataka kumletea nani? Anaangalia hivi, ni jitu mwingine mitatizo, kila siku mitatizo. Lakini wakati wa raha, nyama mlichoma pamoja, vyakula vizuri, safari mlitembea, nguo mlibadilishana, mlichangiana. Mwanadamu ana shida. Siku mtu akiumwa anatafuta 50,000 ya matibabu apone, anaanza kwenda kwa ndugu, nisaidie 50,000 kipimo na dawa, wanataka Muhimbili. Sina. Yaani hela nimeiweka hapa kwa ajili ya nywele, kwa ajili ya rasta. Ingekuwa sio ya rasta hii, ningekusaidia. Anaenda kwa mwingine, nisaidie bwana, nina tatizo hapa, nimeambiwa ndani ya wiki 2 niwe nimetibiwa. Nahitajika 80,000 vipimo na matibabu. Ningekusaidia. Lakini hapa nina hela, hii hela ninayo, lakini sasa ya sale. Kuna kitchen party kwa sale, alafu kuna send off inatakiwa sale, alafu kuna sale pia ya vunja jungu. Sasa zote hizi 3 zinatakiwa. Natamani kukusaidia, lakini majukumu yamenibana. Lakini pole, Mungu atakusaidia huko mbele ya safari. Unaenda kwa mzee mwingine, ndugu yako ambaye unaona kabisa huyu kwa biashara zake na alivyo na hela hawezi kushindwa kunisaidia 80,000 nikatibiwe mimi nikapona. Akwambia ningekusaidia, lakini sasa kuna mechi ina nani, Simba inacheza Mwanza kesho kutwa, na kaakiba kwa ajili tu ya tiketi ya ndege na hela ya hoteli. Ningekuwa sio mechi, yani ingekuwa sio timu gani sio nini, mbona ningekuwa ishakupa. Na sasa hii unajua mimi na Simba tena lazima niende Mwanza. Unaenda kwa mwingine, anakupa pia sababu zake. Mwisho wa siku huyu mgonjwa anakufa kwa kukosa 80,000 za matibabu. Nataka uone wakati huyu mgonjwa amekufa, gharama itakayotumika kumzika itakuwa ni shilingi ngapi? Ulinganishe na gharama iliyokuwa inahitajika wakati wa matibabu. Angalia watu watakaojitokeza kumchangia mazishi akazikwe. Linganisha
na gharama ya watu waliojitokeza kumchangia wakati wa matibabu. Watu wataahidi, watanyanyuka, mtu anasema bwana, jeneza mimi hapa, jeneza nitatoa mimi, jeneza nitalipa mimi, 300,000, 500,000. Tena nataka huyu marehemu bwana alikuwa rafiki yangu sana, yani alikuwaga jamaa muungwana, yani jamaa alikuwa mtu wa watu, alikuwaga agombani na mtu, yani hata jeneza lake mimi sitaki zikiwe jeneza la ovyo ovyo, yani fundi chonga lile sijui la milioni sijui la ngapi, yani kitu cha uhakika. Watajitokeza watu wasema mimi naomba chakula cha wafiwa nitatoa mimi, gunia la mchele nitatoa mimi. Aliyekuwa anahitaji 80,000 wakati wa uhitaji hapati, wakati ambako hana uhitaji wa hivyo vitu ndio anapata mamilioni, anazikwa kwa mamilioni asiyo yahitaji. Alishindwa kupata uhai na uponyaji kwa 80,000 wakati wa uhitaji wake. Mungu akikupa nafasi ya kumsaidia mtu, usipoteze nafasi hiyo, msaidie mtu at that moment. Kama Mungu amekupa nafasi hiyo, mtu anakuomba shida na unao uwezo wa kumsaidia, msaidie. Usisubiri afe. Usisubiri afe ndio uanze kutoa misaada na kujuta, I wish jamani ningemsaidia. Majuto ni mjukuu. Naomba niongee na watazamaji. Kuna watu wamewaomba misaada sasa hivi. Kuna watu ndugu zako wanaumwa. Inawezekana kuna watu wana shida, maisha ni magumu, kuna mambo mazito yamewakabili na amekuomba msaada. Na umejaribu kuona kila siku unampiga kalenda, sina, lakini unazo. Je, siku akifa huyu anayekuomba msaada leo atakufa kwa kukosa hiyo msaada uliompa, unaoshindwa kumpa. Hautatoa mchango kwenye mazishi yake, hautasafiri kwenda Moshi kumzika, hautasafiri kwenda Bukoba kumzika. Itakuwa ni shilingi ngapi umetumia? Utatumia nyingi kuliko aliyokuomba. Ukipata nafasi ya kuwekeza kumsaidia mtu, msaidie mtu akiwa hai. Usipende kusaidia marehemu, saidie mtu wakati anapumua. Kwa nini uwekeze kwa marehemu? Kwa nini uwekeze kwa marehemu ambaye hasikii, haoni, hanusi? Na wakati kuna mtu aliye hai ambaye anakuomba msaada huo hutaki kumpa, akifa ndio unataka kutoa na kumwaga sifa nyingi. Marehemu alikuwa mzuri. Hakunaga marehemu mbaya. Sijawahi kusikia msiba wowote kwamba jamani, msiba wa leo marehemu kwa kweli alikuwa ni mtu mbaya, alikuwa katili, alikuwa jamani mwizi ovyo. Hata jambazi anazikwa kwa sifa. Jamani, huyu mtu alikuwa muungwana. Hata kama alikuwa ameua, watasema tu kila mtu ana madhaifu yake, lakini jamani tuangalie mema aliyoyafanya. Msaidie mtu wakati anapumua. Naomba msiniletee misaada wakati wa marehemu. Kama unataka kutoa, toa sasa. Kama unataka sifa, toa sasa. Sio msubiri mtu amekufa alafu unamsaidia. Mkeo anahitaji msaada wako sasa. Mumeo anahitaji msaada wako sasa.